Leo mbona kama uko sawa kabisa? Kivipi? Hamna. Kila kitu naona unafanya kwa kujivuta. Hamna, niko sawa tu. Kumbe. Wewe bwana wewe. Bwana chuma kishajaa. Bibi, unaenda wapi? Kwani umeniagiza kitu? Samahani, nilitaka kujua tu. Umeshajua? Basi. Hamna shida.
Upo au unaondoka mume wangu? Naondoka. Ngoja nikupe maji uoge basi. Kwa hiyo ile shati nisilivae? Ndio. Bitikimemo! Bitikimemo! Wewe Bitikimemo! Hayupo. Kaenda wapi? Sipajui, ila wewe elewa tu hayupo. Sawa. Sasa akirudi mwambie nimepewa simu yake. Ila nitampitishia baada ya kutoka mijunguko. Ila yangu hiyo, wewe nipe tu mimi. Toka lini mwali akatumia simu? Haya ni mambo ya huko nje, sio huko ndani. Mbona una matamshi ya kichawi wewe gazeti? Muone kwanza. Hiyo simu yako unaitaka? Ila una majibu mazuri wewe mtamu. Basi nitakuletea baadaye bwana. Rafiki yangu kama ni yako kweli. Hivi Zena, mimi mnanishangaza sana haya masuala yenu ya mikopo. Hizi fedha mnazokupaga mnapelekaga wapi? Mbona migogoro ni mingi sana kuliko mafanikio? Lengo la kukopa ni kujiendeleza, lakini watu wa hapa wanapenda kujifanya wanazo, kumbe hawana. Mfano juzi Ashura kaenda kutunza kwenye mkinda ili watu wamuone. Tunamfuata, tunamwelekeza, anatujibu jeuri, wakati mkopo wake bado mbichi kabisa. Kama ni hivyo, kuna ulazima wa kuifuatilia hii mikopo yenu ili nijue kama ina manufaa au la, na kama itakuwa haina manufaa sitoiruhusu hapa kijijini kwangu. Manufaa yapo, tatizo wakopaji hawataki hayo manufaa. Wewe una manufaa gani? Mimi sina muda mrefu kwenye mkopo. Sasa kama hauna muda mrefu, kwa nini umekuwa kiongozi? Acha kunidanganya. Shika. Asante. Lini sasa? Kesho saa 4 asubuhi. Ila hii kampe mjumbe wake akampelekea. Haya. Mimi nitaenda kule jioni. Haina shida, ila mimi nitachelewa kidogo. Kitakuchelewesha nini tena? Kwani mwanzo tuliongea nini? Sawa. Kwenye ndoa hizi migongano ni mambo ya kawaida, lakini nashindwa kuelewa kwa nini nashindwa kumzoea mumeo. Kwa jambo hili Kibita ni kubwa mno, sijui unaanzaje kutuliza Amani. Tena litakuwa gumu kwa sababu hulisemi. Kwani umefumaniwa au? Mlasimu, usitaki kuniambia na hali hii bado unachepuka. Haya, umechepuka na nani rafiki yangu? Ili nijue thamani ya wewe mchepuko asiyekuwa na kinya. Wewe leo matatizo ya nyumbani kwangu.
Hata kama nikikwambia sidhani kama italeta tija. Wewe niambie namna ya ukombozi. Umenishinda tabia, rafiki yangu, ila kwenye upande wa ushauri nipe muda nipumue kwanza. Sawa. Odi. Govi. Govi. Kibita. Kibita. Yaani wametoka nyumba mzima? Kwema kweli? Bwana, naenda kupata chakula hapo mara moja kiongozi. Kwani leo aleti? Au umeamua kutoka mwenyewe ili uangalie mazingira kidogo? Unajua kuna vitu vingine vya kuagiza. Sasa nataka akileta alete vyote kwa pamoja. Hapo sawa. Haina shida. Kama kuna lolote utaniambia. Haya. Samahani mzee Tembo. Haya, kwema? Kwema, namshukuru Mungu. Huko uendako ukikutana na gazeti mwambie anichukulie simu yangu. Sawa. Haya. Samahani ndugu. Habari yako? Njema, niambie. Tulikuwa tunaulizia kwa mzee Simba. Kumbe je? Na mimi nilijua mtakuwa na shida hiyo hiyo tu. Kwa nini ulijua hivi? Yaani nyinyi vijana wa mjini wengi wachawi sana. Yaani hapo mmekuja kuroga tu. Kwani mzee Simba ana masuala ya kuroga? Hebu acha kujifanya ujui bwana wewe. Kwani wewe ndio wa kwanza kuja kwa mzee Simba? Mzee Simba kamshindwa madebe tu kwenye uchaguzi. Na hii baada ya kushindwa kuiba kura kimiujiza. Na hivi juzi kuna mtu kaja kuua baada ya kushindwa kesi huko mjini kwenye masuala ya kimahakama. Na huyo mtu sadaka yake ndio kaja kumletea umeme pale kwake. Sasa sisi hatuna shida hiyo. Shida yetu kubwa ni nyumbani kwake. Kuna jambo letu muhimu sana. Hebu acheni kunidanganya nyinyi. Uwanja wa kwa mzee Simba hakuna madini mseme nyinyi labda mnaenda kuchimba. Yaani nyinyi mnaenda kuroga tu. Sasa nisikilizeni. Hebu ngojeni nipeleke hii mali pale ili niwapeleke. Kwa sababu namna kulivyo kwa mzee Simba hakuelekezeki. Sawa sawa? Sawa. Hebu tupiteni.
Madebe. 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 Kiongozi. Vipi? Ni mambo tu ya kidunia na mawimbi yake. Pole sana kiongozi. Mimi nimeamua tufanye jambo moja. Niitishe kikao chetu cha miezi mitatu kwa ajili ya kuelekea mkutano wa nje wa kijiji. Kwa nini umeamua hivyo safari hii? Akati mimi najua tunaanza kamati kuu, kisha ndo tunasikiliza ngazi inayofuata. Nimeamua kufanya hivi ili kuwapa thamani mabalozi wetu, kwa sababu wao ndio wanajua changamoto za kaya zao, na wakiziwasilisha kwetu kama ajenda itatupa unafuu sisi kupunguza maneno. Aha. Basi sio mbaya. Kwa hiyo tunaanza na wao kisha kinakuja chetu. Ndio. Lini sasa tunaweza tukaanza ili niandae wajumbe wangu? Mimi nafikiri tufanye Jumatano. Sawa. Naomba usinifungie mlango, kwa sababu nikimaliza hapa nataka kwenda msalani. Na wewe umetamka neno msalani leo? Mbona umepoza na kupunguza ukali wa maneno? Ama kweli Nyamkumba kanifundishia mtu kuhusu lugha, lakini kidogo kidogo tu utajua mpaka lugha. Ila ubwabwa mtamu Kama jina lako Na huo nimepika mimi mzee. Wewe kijana unatakiwa upike zaidi ya hapo. Na kwa upande wa mapishi ndio unafanya niamini kama mama kakulia huko. Hivi unafikiri mama yako msungo kama wewe? Subutu. Hakuna asichokijua. Na baadaye atakuwa kungwi kama Nyamkumba. Kwa hiyo na yeye mama atakuwa anafundisha watu matusi na michongo ya kikoloni kama ule mama Mila, 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 mila. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. 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 Mila, 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 mila. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila, mila, mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi. Mila. Mila na desturi.